Sasa inawezekana yeye ana sosi zake na mimi na sosi zangu, kwa hiyo vitu tofauti. Yeye anza kuzungumza, kwani kuna mangapi wanayazungumza na tunaona kitokea. Hata siku hiyo ya huo mchezo tulisikia kwamba mechi alinukuliwa akizungumza mwenyekiti wa bodi ya ligi, mechi ipo. Alizungumza asubuhi, wewe kusikia? Baadaye mechi haikuahirishwa. Kwa hiyo wanakuwa hivyo, wanakati wanazungumza hivi, ukiangalia tele kwenye barua ambayo aliandika, walisema kwamba Simba hakutoa taarifa, kwamba hakutoa taarifu nani baadhi ya mamlaka. Kwenye hukumu Yanga wamesema kitu gani? Tofauti. Kwa hiyo kwenye ile barua yao hawakuzungumza mambo ya rushwa. Tumekuja huku kuna rushwa. Kwa hiyo yeye akizungumza kwa saizi yani ile imani kwao inapungua. Ambacho nakwambia kwamba tusimamie kanuni na misingi ya kazi. Kanuni na misingi ya kazi. Baadaye unakuja kupoteza ile reputation kwa sababu watu watashindwa kukuamini tena. Yaani usipokuwa mtu wa kusimamia sheria, unapoteza ile nguvu ya kuweza kuwaaminisha watu kwamba wewe unaweza kufanya kitu fulani. Labda nikuze leo hii hapa mfano. Watangaza mechi Simba na Yanga tarehe 26 mwezi wa 5. How sure mechi inakwenda kuchezwa? Hao mashabiki tena watakuwa na imani tena kuna mechi? Mtu utamkonvince mtu atoke Shinyanga apande basi aje huko. Lakini ile mara ya kwanza ilielishwa hivi lakini washabiki wanatokeza uwanjani. Kesi kwa namba kubwa hivi. Ndio nakwambiaje? Ile kesi ya kwanza na kesi hii ni vitu viwili tofauti. Kwa watu wasifananishe kabisa. Ni vitu viwili tofauti. Lakini vina msingi wa kutofuata nini? Kanuni. Kwa sababu ile issue ilitakiwa wao waende kwenye kanuni. Kwa muda huu uliobakia unatosha kuahirisha mchezo kwa sababu hizi. Si unaelewa sijui. Kwa muda huu uliobakia unatosha kuahirisha mchezo. Barcelona juzi hapa wameahirisha mechi yao dhidi ya Osasuna. Sababu ya msingi imetolewa kwamba daktari wa timu Barcelona kafariki. Sasa pale wewe unakataa nini? Hata kama ndio uko kiwanjani utakataa? Hata kama ni mshabiki utakataa? Ni swala ambalo huwezi kulizuia la kibinadamu, la kijamii hilo. Kwa kuna sababu ambazo zikitolewa hata kama ulikuwa umetumia gharama zako unasema mshukuru Mungu, una namna. Hapo Dominic Salamba, kama Yanga ataenda kushinda kesi kasi, Simba wakifufua ya kwao ya mwaka 2021, unahisi mpira wetu utakuwa katika hali gani kwa sasa? Yapi sasa? Yaani hata huo ugomvi wa Simba sio na Yanga. Ugomvi wa Simba ule ugomvi Yanga alikuwa yuko sahihi. Let me tell you. Ingekuwa sio rais Yanga pale anganyang'anywa pointi. Kulikuwa hakuna kanuni ambayo inaruhusu mpira kuaisha mechi kwa ule muda. Usifikiri Yanga walitoka tu wakaudi Aviki. Hamna kitu kama hicho brother. Unanielewa chikwambia? Afu kingine maamuzi ya kasi ndio maamuzi ya mwisho. Ile ndio mahakama ya mwisho. Ikitoa maamuzi mtajuana wenyewe huko mtakapokuwa mmekaa. Kwa hiyo kitakachobakia hapa ni bato kati ya Simba na bodi ya ligi. Itabakia kwa sababu kama umeongea kama Yanga kishinda, sitabidi apewe pointi 3. Ukimpa Yanga pointi 3, Simba anakuuliza bodi ya ligi, mimi uliniambia nisiingie uwanjani. Unampaje pointi 3 pale? Mimi sikuja kwa sababu uliniambia nisije kwenye mechi. Na uliandika officials na mimi sikuja kwa sababu kama ungeniambia nije, ningekuja. Kwa hiyo wewe ndio umenichuuza. Sio unaelewa? Kwamba wewe ndio umefanya mimi nikose alama 3, sababu mimi nilikwambia siji na ukaniambia nisije. Iweje leo unaniambia nitoe alama 3? Kwa maana yake itakuwa kisanga kizito kingine. Kitu kipya kitamu. Ndio maana ya kuendelea kusisitiza tutumie kwenye kanuni ambazo wote tumezipitisha. Hata kama kesho wakikumaindi jamani mimi sihusiki. Kanuni hii hapa. Wenyewe mlipitisha. Kosa langu mimi nini? Very simple. Kwa hiyo mtakwenda kugombana wenyewe kwenye klabu yenu huko. Mmekimbia uwanjani bana, kanuni hii hapa. Alama 3 na mimi sihusiki. Ndivyo hivyo, twende hivyo. Lakini hizi busara siku wanakuja na wanakugeuka. Kwa hiyo ulikuwa unataka uisaidie Simba au ulikuwa unataka uisaidie Yanga au ulikuwa unataka usaidie mpira. Sawa eh? Ulikuwa unataka usaidie Simba kwa mfano, uiokoe Simba au uiokoe Yanga au uokoe aibu. Baadaye sasa mnakuja kwa maadui wenyewe kwa wenyewe. Kwa Dominic Salamba, wewe ni mmoja kati ya wachambuzi ambao wanafuatilia mitandao ya kijamii. Juzi Haji Sande Manara alitisha press ya kusema wako tayari kuungana na klabu yao kama mwanachama na shabiki wa Young Africans kuchangia kiasi chochote cha kwenda kasi, kwenda kudai pointi 3. Na Yanga wameshafanya hilo tukio. Kama mashabiki wa Young Africans, Haji Sande Manara anatumia kichecheo kuwasababisha viongozi kufikiria makubwa zaidi yale anayofikiria yeye. Yeye ni mwanachama na uzuri kabla hajaongea pale alijitambulisha kabisa. Yeye Yanga na katiba ya Yanga inamruhusu kuweza kuzungumza. Hata katiba ya Yanga ibara ya 22 inawaruhusu wanachama kuweza kutishia hata mkutano mkuu wa klabu. Wanaruhusiwa wakajiorganize wakawa na ajenda, wana haki ya kuambia uongozi uitishe mkutano mkuu na wana haki ya kutoa maamuzi yao au mapendekezo yao na wana haki ya kutengeneza ajenda za mkutano.
Kwa hiyo ni katiba ambayo uko nayo. Kwa hiyo mwanachama anaweza kuzungumza, kwa alizungumza kama mwanachama akiwa ni sehemu ya klabu yake, kwa hiyo hana haki ya kuweza kuzungumza. Lakini alifika mbali zaidi kutaka mkutano wa dharura. Ndio nikasemaje? Kwa sababu katiba yao ya klabu inaruhusu kwamba wanachama wakiona kuna mambo ambayo hayako sawa yanakwenda kuhatarisha ustawi wa timu yao, wana haki ya kumtaarifu mwenyekiti au rais wa klabu ya Yanga aitishe mkutano ndani ya siku ngapi? 30. Naona mkutano uweze kuandaliwa na ajenda. Kama mkutano utakuwa umeitishwa na viongozi, basi viongozi watatoa ajenda na wazitoe ndani ya siku 15. Lakini kama mkutano utakuwa umeitishwa na wanachama wataandaa ajenda, na wakiandaa ajenda yao haiwezi kufutwa. Ajenda ambayo itakuwa imeandaliwa na wanachama haiwezi kufanya nini? Kufutwa, lazima iweze kwenda kunini? Kusikilizwa. Sasa hiyo ni katiba. Kwa hiyo amepata ruhusa ya kuzungumza kwa sababu katiba ya klabu yake inamruhusu. Ingekuwa katiba imruhusu asingezungumza hiyo kitu. Kwa hiyo alikuwa anazungumza kama mwanachama wa klabu ya Yanga na akizungumzia haki yake ya kikatiba akiwa miongoni mwa watu ambao wapo kwenye klabu ya Yanga. Akiwepo miongoni mwa watu wa klabu ya Yanga. Haji Manara amekaa nje sana kwa soka, lakini anakuja na vitu ambavyo vinawaelimisha watu na kuwaibua watu. Hivi kama Yanga wakitisha mkutano wa dharura, ajenda kuu kugomea kutokushiriki tena huu mchezo, viongozi wa Yanga wataonekana ni bora zaidi ya? Nafikiri kuanza mpaka saa hizi kwa palikofikia Yanga tayari walishatoa msimamo wao. Unakumbuka kikao ambacho kilikaa cha kamati tendaji na walifanya kikao cha kwenye Zoom meeting, nafikiri unakumbuka, cha online walifanya na wakatoa maazimio yao. Yalikuwa ni maazimio matatu. Azimio la kwanza, hawako tayari mchezo huo kwa tarehe nyingine yoyote. Yaani hiyo mechi namba 184 kwao imepita. Shapita. Ya pili wapewa alama zao ngapi? 3 awane imani na nini? Bodi ya ligi, na wakataja mwenyekiti na mtendaji mkuu. Na yeye ilikuwa sio kauli ya makamu wa rais, sio kauli ya rais wa klabu ya Yanga, ni kauli ya kamati ya utendaji. Kamati ya utendaji ndio kamati ambayo inawakilisha wanachama. Kwa sababu pale unakuwa na pati zote tatu. Una pati ya uongozi kwa maana waendesha timu, una pati kama ya sponsors na una pati ya wanachama. Kwa hiyo hao wote watatu wamekaa chini wakaamua kwamba mechi hii haitaweza kurudiwa. Unaona? Haitaweza kurudiwa. Kwa hiyo what's happened tayari walishakaa. Kwa hiyo kama ni mkutano wa dharura pengine tu iwe ni kwenda kuinsist yale ambao walikuwa nini? Wamekubaliana. Sababu kama wanachama wasingekubali, walikuwa wanaweza kwenda kuyapinga yale. Lakini wanachama wakayaunga mkono hayo mawazo ya kamati tendaji. Kwa hiyo kama ni mkutano ni kwenda tu kuanikiza yale ambayo walikuwa wamekubaliana yaendelee kusimamiwa, kwa sababu sio matakwa ya viongozi, ni matakwa ya wanayanga. Ndio maana jana tumeweza kuona press ya wanayanga nafikiri ni wa Dodoma na wengine wanaendelea. Kwa maana yake kile ambacho kamati ilikuwa imezungumza ndicho kitu ambacho wanayanga wanakihitaji, na kamati ile imewekwa na wanayanga. Ndio kuna uchaguzi mkuu, Engineer Elsi ile aweze kuwa rais pale, maana yake ni hao wanachama ndio waliomweka pamoja na Arafat. Hivi unafikiria Dominic Salamba kama klabu ya Young Africans wakakubali kurudiana mchezo na Simba Sports Club, baada ya bodi kukawa wakafikiana na kuitwa na TFF wakubaliana kwa maslahi ya taifa, na kama rais wa nchi akija akiongea mchezo ufanyike, unahisi Yanga tupeleka timu uwanjani? Ulimsikia akizungumza msemaji mkuu wa serikali ambaye ni katibu wa wizara, alizungumza vizuri sana brother Msigwa. Alisema kwamba serikali haiingilii mpira wa miguu, hiyo ni area ya shirikisho, na ndivyo ilivyo. Mpira wa miguu aongozwe na serikali ya nchi. Mheshimiwa Rais ana mambo mengi ya kufanya ya kitaifa na wa Tanzania, hayahusiani kabisa. Na ndio maana ana vyombo, kuna BMT, kuna wizara, na wao wana pati ndogo sana. Ndio maana Yanga malalamiko yao hawajakwenda mahakama kuu ya Tanzania, hawajakwenda Kisutu. Wameenda wapi? Kasi brother. Kwa hiyo ni vitu ambavyo viingiliani. Mambo ya kisports yanakwenda kisports. Hata ile mechi ya Ahli, kuna mheshimiwa waziri alipiga simu akaambia brother, mheshimiwa, haya mambo ni ya kimichezo, yana taratibu zake, hawa wananyang'anywa pointi. Kwa ni kitu ambacho kipo nje. Kwa tuheshimu mpira na misingi yake na kanuni zake ili tuweze kufika kule ambako tunakutarajia. Dominic Salamba, mimi nikushukuru sana, nikutakie wakati mzuri, na shukuru kwa kulichonipatia na umenifunza vitu vingi sana kwako. Karibu sana. Shukrani sana. Asante sana. Uba TV, excellence is our signature.